Kenya hii, drama kubwa Kenya hii. A whole MP ambaye amechaguliwa na wananchi kwa sababu wamekosa agenda, wakiwa na mtu yake ambaye alikuwa impeached, kwa sababu wamekosa agenda, anaenda anapanga abduction yake, anasema ya kwamba alishikwa, anaenda anaingia kwa majani, kwa kahawa, uongo. Baadaye ripoti imeonyesha kwamba ile gari ambayo ilimbeba ilikuwa gari ya mtu yake, iliorganiziwa na manager wake wa CDF. Sasa hii tension yetu mnaleta Kenya ni kwa nini? This is the drama we've been telling Kenyans. Hata hizi abductions zote mlikuwa mnasikia in the previous recent months, most of them zimepangwa na huyu jamaa wa Wamunyoro anaitwa Gachagua. I am telling you, interest ya huyu mtu ni kuhakikisha kwamba Kenya haina amani, Kenya ianze vita mapema, Kenya ianze kukosana. Na sisi kama hii jamii yetu hapa very hardworking, ambao tuko Kenya mzima, hatuwezi ruhusu Kenya ikose amani, especially sisi community ya kutoka hapa Kisii. Tunaishi kila mahali, Thika tunaishi, Eldoret tunaishi, kila mahali. Ukianza kuvuruga amani mapema hii, hata before elections, na kuanza kututishia maneno ya amani na maneno mengine, we are telling you, shame on you, it is not going to work. 2027 will be the most peaceful election ever. Hata muweke drama namna gani, kwa sababu na mimi naambia wale wapunga ambao wanatembea na mheshimiwa wa Munyoro, mkuwe very careful. Huyu mtu ambaye anawaambia mjifanye abduction, atawaua akuja kusema ni serikali. I am telling you, huyu mtu anafanya drama, anasema kwamba wewe enda ulale kwa kahawa. Mara saa zingine unasema serikali inanipanga kuniua. Wewe sasa, wewe hata ukionekana akili nikufa, sasa wewe umeuliwa na nani? Ni mwili tu inatembea. Hakuna mtu ambaye anaje na wewe. Sasa tunaambia wale wabunge ambao wanatembea na huyu jamaa ya kwamba mjichunge. The way the guy expresses himself, mpaka unaita press conference, unasema ya kwamba ati yule mbunge ambaye amejifanya alikuwa abducted atiana speech. Ati mpaka sasa utasema nini? Aibu utaambia watu nini? Imetokea ilikuwa uongo. Alikuwa amekaa hospitali na uongo. Huyo mtu mumchunge. Atawapiga risasi, atawaua, aseme ni serikali imefanya hivyo. Msiseme hatukuwaona. Because that guy can go to whatever extent to seek sympathy. He can go to whatever extent kutafuta huruma na kutafuta kura na kuleta disorder katika hii Kenya yetu. Lakini tunamwambia we are watching him. If you dare do that, the same government and the same police units, the same investigative agencies ambayo imekuexpose, they will still expose you na utashikwa. Siku zako zimekaribia tu, lazima utakula plea for whatever you've been doing in this country, vitu za ukora na kunyang'anya watu mali yao.